kama za mwanadamu. Mawazo ya Mungu sio kama ya wanadamu. Fikira za Mungu sio kama na za mwanadamu. Mapenzi ya Mungu sio sawa na za mwanadamu. Aliyemshindia Elia katikati ya manabii wa Baali atakushindia na wewe. They are there. Oh my God. Yeah. Come on, wabika wacha. Huyu babaka anaitwa Samuel. Kanaitwa mtoto anaitwa nini? Mwana wa Samueli. Wabika. Ni oroka. Ihoro wa Nairobi. Nairobi murauka atia. Toi miguu yako mirefu kama ya Sudani. Huyu naye toka wapi? Uhoro wako. Mwaka mwiru. Emeni. Uhoro wa Nairobi. Nairobi muroko. Maondo maradi atia. Muthuri wako ahana atia. Ngai Jehova niko karibu kuja. Muga. Kwega. Natokuga Nairobi. Nairobi sawa. Tile sawa, nte manto. Akibaba na umenona. Ngai. Akibaba umemea mpaka nyasi. Acha nikwambie, nilikuwa napenda accent ya Wakamba, lakini nimekuja kupenda accent ya Wameru. Baba. Sasa nilikuwa nasema habari ya Nairobi nawe. Anataka kusema umemea nyasi. Sasa no umenyemea nyasi. Ndani ya Yesu. Tangu nizali wake. Sema amen. Kamekuwa keupe mpaka umesuka nywele ya white bana. Wacha. Hamusiai. Hakuse. Sasa saa hiyo unajua anamuongelesha akimpapasa. Saa hiyo kumpapasa na mpapasa anaweka vitu. Hujanielewa? Anakushika lakini kuna vitu anatamka ndani ya moyo. Anasema na hakata. Hujawaisikia mtu anasema kwamba nilikwenda ushago, kurudi job ikaisha. Wewe ni mmoja wao? Ndio huyo. Nikaenda. Nilikuwa Nairobi, nilienda ushago, nikapeana nikapeana pesa kwa nyanya fulani. Jirani. Tena unajua anakuja anasema nawe nimbaye ngasukari mwana wako nawe. Nawe kwa huruma kwa sababu nataka kujionyesha umepiga makeup. Hata kama ni ya 50 bob nani atajua. Na wewe unajichocha hapo unasema nani kama mimi ndio mimi sasa sonko amefika kishago. Tunavaa marafta. Unachomoka pale umeshachomoa 200, unamwambia nenda nunua nini, naye anasema kwamba hii kijiji mumeapa kwamba ni nyinyi mtatutawala. Hapa hamutatutawala, magai hamtatawala. Anakwenda anaenda mahali pale fulani, anahakikisha ameweka maurogi, amechanganya vitu, amechanganya. Unapanda Nairobi na shindwa, nilikuwa na vitu vinaisha. Ulikuwa na survive na msahara, sasa umeanza kusurvive na madeni, mpaka imefikia pahali unabadilisha njia, unabadilisha mpaka mwendo. Unakaa kwa nyumba yako siku 2, yaani unavamiwa mpaka unafungiwa nyumba, mpaka inafikia landlord anang'oa mlango. Ni kamera gani? Kamera gani ya Citizen? Kwa imani. Kwa imani?
Eric Omondi abarikiwe. Hii ndio TikTok. Eric Omondi abarikiwe. Na akiweza kuja roundabout hapa, hata kuja kunisaidia mimi, atakuja nimnunulie soda moja ya Coca-Cola. Maana that guy has a spirit. Na Mungu ambariki. Nimemwombea baraka Eric Omondi. Simjui wala sijai mkuta, lakini nimemwombea baraka. Jamaa ameenda pahali, jamaa anauza, ule kijana alikuwa anauza nini? Mayai. Anagonga mayai, konga ya 20. Ako na mwana, ako na mtoto, na ako na bibi. Wacha niwaambie watu mko na manyumba hapa. Kama wewe ni landlord ama ni landlady na uko kwa ibada hii, chunga. Hizo mali hautaingia nazo shimoni. Treat watu wote sawa. Hata we kuna wakati ulikosanga. Na ninasema kwa ujasiri, hata hapa nipo nina rent. Na hata kwenye naishi na kodisha. Lakini hata Mungu aliyekubariki anaweza kanibariki na mimi. Amen. Wakati wao unashuka. Kuna wakati kinageukanga. Unachukua loan inashindikana. Wanakuja wanakufieka. Unasalia mimi ndio ninakuja. Unashuka nikipanda. Mipango ya Mungu wewe. Treat watu wote sawa. Na kuambia ukweli wa Mungu, huyo aliye na plot leo, kuna wakati alikuwa tenants. Na akaapa akasema, venye nimetritiwa hivi, mimi sitawaitriti watu namna hii. Lakini mwanadamu kusahau. Mwanangu, na kuombea kwa jina la Yesu. Maana vyote ninavyotangaza hapa ni mafanikio juu yako. Na ni vitu vitakuja kutendeka kwa haraka sana. Mungu ajapokubariki, usirudishe kwa mabaya. Wala Mungu akubariki na hela, usianze kuona watu wengine ni maskini. Kuna washirika walitokanga hapo wakati mwingine, wakaanza kusema tiwa kanisa ati watu wako huko hawana hela. Sawa, hatuna hela. Nyinyi mko na hela. Mumejifikisha wapi? Mumenunua dunia. Tena tunakula kwenu. Tunavaa manguo zenu. Mshindwe na muokoke, mwende mbinguni. Sema amen. Tia tuna pesa. Tuna pesa, shuka hapa chini uone tumepake ma BMW. Tumepake hapa ma Mercedes. Sema amen. Nani mimi nakuombea kuanzia leo maisha ya kung'ang'ana. Sikia, asubuhi nilikuwa nafunza watu, nilikuwa nawaambia kwamba hakika maisha ni vile utakavyo yatamka. Ukitamka utajiri, utapata utajiri. Amen. Ukitamka umaskini, utapata umaskini. Yes. Kila saa unasema sina waise, ukiitishwa. Unajua mtu akikuja hapa kuambie Mama Betty Chiaredi nisaidie 100,000, ni kwa sababu ameona unakaa zaidi ya 100,000. Sasa wewe kati ashakumlika katika ulimwengu wa rohoni, you are rich. Alafu wewe unaanza kujidunisha. Hey guy, unacheka kuliko Sara kiambiwa anabeba mtoto Isaka. Hey. Ungekuwa Mombasa ungesema hello. Sema amen. Sikiliza. Kile unakili leo ndicho kitafanyika kesho. Ukikili we ni maskini, utakuwa maskini. Maana mambo yote unayaumba. Wewe umepewa nguvu na mamlaka. Ukikili kushindwa, utashindwa. Ukikili kushinda, utashinda. Umesikia mama amekuja akasema kwamba nilikuwa napita tu na nikashukia pale nikasikia ibada inaendelea hapa. Sema amen. Sasa wewe mpaka macho yangu kupe ndio ni wangu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akafanyaje? Mara moja akapanda kwa imani, Jehova Rafa, kwa imani akapanda. Na mimi hakuniambia, uliniambia story yako. Mimi ndio nimemuita kama venye saa hii naenda kuwaita. Na kama kuna kitu ulifanya jana kibaya na anika hapa. My name is Prophet Samuel. Na ndio maana naonanga wale wa Kristo wamekuja hii Sunday, sio wale wanakuja ile Sunday nyingine.
Na ukiona mtu amekuja na hajarudi, amen, jua njia zake ziko na nini? Ziko na kasoro. Praise the living God. You have to come, nikusaidie tumuone Mungu pamoja, sababu hapa mimi sifichilii dhambi. Unasikia brother? Pana kuja hapo na unatuambia tena na ujasiri, mimi napenda pombe. Kataa pombe. Uko miaka ngapi sasa? 33. And you want to die? Dawa niko nao na ni Yesu. Nitakupea Yesu, utapike hiyo dawa, hiyo mapombe yote. Sema amen. Because this is a very gentleman. Usi ni mwanaume. Sema amen. Si ako sawa? Mpaka ako na 6 pack. Huyo ako sawa kabisa. Una familia? Uko na familia? Sina. Utaitunzaje? Wakati utalewa, na ukilewa ukikuja nyumbani utalima bibi. Yes. Ama hata kuzarisha. Hii nguvu imebaki, tafadhali tu. Kaa chini. Sema amen. Tumia vizuri, maana imebaki hapo 94. Sema amen. Sema amen. Yes, niko serious brother. Very serious. Nguvu yako inaenda kipungua. Mimi nasoma, mimi ni mtu hatari sana, usinione. Mimi sijawahi na sitawahi. Lakini hapa na wakamata watu wamekunywa pombe hapa. Nikuonyeshe wao. Na leo saa hizi nikuonyeshe. Anza na huyu kwa hapa. Nikuonyeshe mwingine. Ulikunywa miaka ngapi? Na usiogope na kumwagilia maji. Utanipeleka wapi? Ulikunywa miaka ngapi? How many years mama? 5 years. Wewe umekunywa miaka ngapi? So nimekunywa kwa muda wa miaka, nilianza kunywa nikiwa na miaka 18. 18. Sasa nimefikisha miaka 33. Ni kama nimekunywa miaka 10, niseme miaka 15. 15 years. Huyu ni metre. Huyu ni Jackie Chan. Huyo ni master. Huyo ni gentry. Mimi nimejaribu, sina hiyo nguvu kuacha. Nimejaribu yangu yote. Na msicheke kwa sababu hiyo ni madhabahu. That altar. Hiyo ni madhabahu. Mimi acha niwaambie, najaribu kuacha. Lakini uko na ile nguvu inanielekeza, naona sio nguvu yangu kabisa. Najaribu mimi niache kabisa. Juu ni kujikunywa asubuhi siku zingine nalala nasikia vibaya. Nasema mimi nimetumia pesa yangu na hii pombe. Sasa hiyo pesa yangu nimetumia, nimeharibu pesa yangu mpaka mwili haiko sawa. Hata sasa nasikia inapungua mwili na lakini sina hiyo nguvu, ni kama niko na nguvu zingine zinanipeleka huko. Lakini leo nitakusaidia. Lakini mimi naona pombe ni mzuri. Si ndio? Unajua mpaka asifu kila natumia. Kaa chini. Hakuna uzuri wa pombe. Pombe ni kitu kinaitwa mate ya shetani. Ukiendelea kukunywa unakuwa slave, mtumwa wa shetani. Sema amen. Na ndio nataka niendelee kufanya research. Sema research. Ya watu wanafanya nini? Wanagonga, wanajificha. Acha wenye mnasema naingilia maisha yenu. Nitayaingilia. Hakuna mwenye nimeita apande ile ngazi. Nilikuipigia simu kuja ibada. Na mimi hapa sifichiri, hii ni kanisa ya watu wote, hata kama ni ndogo, ni kanisa la watu wote, lakini watu wote wa Mungu. Magai, kama ni dhambi nitakuanika mbele. Wache twende mbinguni. Hii ni acha kuja kujificha katikati yetu. Au tu ati tunakubembeleza ati. Kitu gani? Uko. Hata kama unanipea milioni 1, kwenda nayo huko. Kana huko. Mimi hata nikikula kidogo nalala na naamka. Bora nalala, bora naamka, bora nahubiri na mama yangu ananipenda. Ndio nakao. Dhambi tutaita na watu waoko.
na twende bingu. Kuna haja ya kufichiria dhambi. Sema amen. Bwana asifiwe. Dosande peredi predevandasco perivana. Aha. Oh, acha nirudi. Sema amen. Na Wakristo mnapoingia mahali hapa, na waombeni kwa jina la Yesu, na ninawasihi kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Na kule ambako pia umetoka, ukitoka kanisa, enda ukiongea wema ulioona. Acha kwenda ukiongea mabaya. Maana kwa njia moja ama nyingine, ile madhabahu ulitoka ndio ukuje hapa, ndio imekusukuma ukafika pale umefika. Na mimi ukuje hapa nichukulie mahali umefika, nikuinue. Na mwingine pia kesho atachukulia akupeleke mpaka pahali utakapofika. I mean, kila maisha ya mchungaji kila mikono unaoenda unaanguka ndani ya mchungaji, ni ngazi Mungu anakuwa amekupeleka. Kama vile daktari anakuja hapo, huyu ni daktari wa homa, akishindwa anakurusha kwa huyu, akishindwa anakurusha kwa ule. Na mimi hakuna mshirika atawahi kutoka kanisa ati ni mraani. Hamna. Wewe nenda, kaa utaenda ukiongea matope, hiyo matope ikufuate. Ukiongea mema, enda mema ya kufuate. Setu. Twende mbinguni. Sema amen. Lakini dhambi nitafanya nini? Nitakemea. Hata kama mtanipaka matope useme nini, si mimi wa kwanza kusemwa. Na niko duniani. Hata mimba ilitoka ilisemwa. Na haiku imeishi. Usinitishe. Sikuli kwako. Twende Psalms 23 verse 1 to 3. Msijari kuna mtu alikoroga pasta kidogo lakini imeenda. Aya, twende. Hey! Psalms 23 verse 1 to 3. Ninapomalizia, wapendwa, ni ukweli kabisa. Oneni, nimemaliza. Mwisho kabisa. Hiyo ni mwisho wa Kawest. Sema amen. Alafu niangalie watu wawili watatu. Mko tayari niwasaidie? Wangapi wako tayari niwasaidie? My name is Prophet Samuel Mzigura. Fire one. Soma hapo. Bwana ndiye mchungaji wangu. Aha. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani nini? Unilaza. Kando ya maji utulivu. Kando ya maji tulivu. Uniongoza. Siongozwi na mwanadamu. Siongozwi na hisia za kibinadamu. Naongozwa na Mungu. Na mimi wacha nikuambie ndugu yangu, siwezi ongea kile ambacho Mungu hajasema. Naongeanga kile ambacho amesema ndiposa kitimie. Amen. Susan, Mungu akubariki. Jana nilikuwa nimekuja kuombea biashara. Maana mnakumbuka Sunday nilimweleza kwamba nataka kuombea nini? Biashara yake. Mupigie makofi. Jana nilienda pale na nikashangaa. Kuna watu wako na ufunuo. Sema ufunuo. You know, when my mother, wakati alipokuja hapa, mamangu alipotembea hapa mara ya kwanza, alitembea tu ghafla. Sikuwa najua. Alipofika hapa akaona vile mimi ni mtu ninapenda white. Kwa wale wananijua kutoka zama za kale, mimi mavazi yangu ni nini? White. Si mnanijua wale mnanijua tangu kitambo. Sema amen. Na kuna picha nataka kuzitoa Facebook. Sawa, amen. So alipokuja akapenda ikala. Alipoenda pale kanisani kwake, akaenda akawaambia kwamba oh my God, you people, mnajua nini? Nimeona mwananga ameweka kanisa pale Kawest. Na hiyo kanisa na ka State House ni white. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Habari iliyoenda haikuwa mbaya. Habari ilienda ilikuwa nzuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu yake. Mimi sikujua. But
Jana wakati nimepanda kule, nimeenda nikapata nyumba yake hiyo kazi yote amepaka color white. Amen. Nikamwambia sijui ulichokifikiria, sijui uliwazaje, lakini ufunuo nimeingia tu hivi nikasikia uwepo wa Mungu umejaa hapa. Amen. Tumekuongea na driver wangu tukitoka mpaka kufika na kurudi. Manake jana picture tuliyoiona jana ilikuwa more lovely. You people, you are very happy. Amen. Na si kujificha, mlikuwa na upendo na furaha ya kuonyeshana kweli kabisa kwamba mumefurahia uwepo wa Mungu na mmetufurahikia. Hivyo sasa unapotii mafuta na kuyapokea mafuta yale yanakufanyia kazi. Amen. Wewe ukanielewa, nasema yanakufanyia kazi. Amen. Sasa pointi yangu ndio hii mwanangu. Jana nimekuja, yule manager wako akanionyesha picha la mama fulani. Akaniambia fanya nini? Umuombe. Ombea huyu. Ako wapi? Ashakufa. No, ako hospitali. Alikuwa hospitali. Si ndio? Nikamwambia nini? Huyu hata hakuna haja. Mimi kama hakuna haja ya kuombea, mimi nakwambia mbona tupapasane? Hapana, hakuna muda. Mimi nikiona unaenda nakwambia nenda kula tu vitu twako. Panga. Yes, sema amen. Amen. Si nilimweleza kwamba huyu baiba akaniambia si tafadhali, hata kama nikupiga simu tupige simu muombe, tafadhali omba tu. Nikamwambia no time to pray. Huyu hata abakishi hata dakika. Huyu hata hakuna, hakuna. Huyu ashaenda. Huyu in fact nenda tengeneza fare. Yesterday tengeneza nini? Fare kwenda kuzimu. Nilikuwa namwambia jana tulikuwa na wewe. Na nilipotoka mlinipigia simu. Ndio. Mkaniambia aje? Nenda. Amen. Amen. Kuna shamba lako. Tuliketi hivi, nikakwambia hili shamba, kuna shamba ulinunua. Na hilo shamba ulinunua, naona kuna tatizo. Ndio. Hilo shamba ulikuwa umenunua kwa miaka mingapi? Nilinunua 2024. 2024. Na sasa tuko 26. Bwana asifiwe. Amen. Sasa angalia 2024 na 2026. Mimi sijui habari, sizijui hata kidogo. Lakini tazama, namwambia you know what? Ili shamba umenunua side ya Wakamba kule. Ili shamba na hujalinunua na mzee wako, umelinunua mwenyewe na hela zako. Jua kwamba hilo shamba liko na tatizo na unaenda nilikwambia unaenda fanya nini? Linaenda kuhangaisha na litachukuliwa na utapata hata nduru. Si ndivyo nimekwambia? Ndio. Na imagine watu kutoka 2024 mpaka 2026. Mumbewahi ongea? Jana ninatoka wanampigia simu. Wanamwambia shamba lako liko namna gani? Niende niangalie, nisipoangalia nitapata sina shamba. I am telling you the truth. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya mazoea ukiweka chini utasaidika. Na huu mwaka kama unataka kusaidika, sit, watch and receive the word of God and go with it. Sema amen. Baba Mungu aliye juu mbinguni, nakushukuru. Unanielewa. Hawa ni wanao. Ujumbe ni wako Yesu. In the name of Jesus, speak to us. This is the time and this is the hour. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Bwana asifiwe. Dakika 5 peke yake nisaidie watu. Amen. Dakika ngapi? Dakika 5 peke yake nifanye nini? Wairimo, ni Wairimo ama ni nani? Nyagodhie ama nani? Nyagodhie. Okay. Bwana asifiwe Nyagodhie. So wewe nenda pale, mwingine asimame pale na microphone. Ndio turahishishe kazi mara moja. Nyagodhie, Bwana asifiwe. Amen. Mungu akutende wema na ajidhihirishe katika jina la Yesu. Amen. There is this person I prayed for.
He was about to die. Alikuwa nani? Mzee wangu. Mzee wako. Eh. Sasa tunavyoongea ako namna gani? Ako salama kabisa. Ako salama kabisa. Nimeenda nikaona mwingine nimeombea alikuwa amelazwa. Ni nani? Ni kulazwa ama ni kuonjekea kwa nyumba ama ni nani? Kugojekea. Nani huyo? Alikuwa ni mama yangu. Alikuwa baba yako. Alikuwa na shida gani? Alikuwa anasikia mwili yote inamuuma. Mwili yote inamuuma. Na wakati wote mlikuwa mnaogopa kwamba ngoma inaweza cheza. Ni ukweli. Si ndio? Mungu akafanyaje? Akamponesha. Na akawa nini? Akawa Alikuwa anaamini Mungu. ile tu kidogo. Ongea ukweli, wacha ile kidogo. Speak the truth. Sitafuti kura, mimi si mwanasiasa. Hapana. Alikuwa anaamini Mungu. Hapana. Alikuwa anaamini Mungu. Hapana. Alikuwa anaamini Mungu. Hapana. Lakini kutokea kwa uponyaji alifanya nini? Alipona. Alipona na akafanya nini? Akaamka akatembea. Akaamka akatembea. Imani kafanyikaje? Ikamtibu. Ikamtibu. Munifunze kuongea na Kikuyu. Sema amen. Amen. Imani ikamrudia Kristo. Ukweli. Akampenda Yesu. Kabisa. Na leo anaongea Anasema nampenda Mungu kwa sababu alimponya. kabisa. 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 I see separation between your mother and your father. Ukweli. How many years? Tangu tukiwa wadogo. But I see again God connecting these people katika uzeeni mwao. Ukweli. Wako pamoja sasa. Kabisa. Hata this year mama alisema walisameheana na baba. Na sasa wako nini? Wako pamoja. Natangaza kila separation. Okay, sawa. Okay, sawa. Okay, sawa. Okay, sawa. I prophesy in this place in the name of Jesus. Whatever you lost in your life, I say whatever you lost in your life. Nasema chocho, hii roho ya mazoea imeketi hapa, sipendi kabisa. Sema amen. Natangaza kila chochote ulichokipoteza kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa neema na mamlaka. May God restore. Lift your both hands, say, my Father, my Maker, restore me once more. Restore me once more. Have a seat. So, Nyagodie, Yes. Mungu alisikia maombi Amen. na akarejesha maisha ya baba yako na mama yako pamoja. Amen. Since wakiwa wadogo. How old are you? Uko na miaka ngapi? Niko na 40 years. Randepe keteliba so pipa. Yani 40 years. Sema 40 years. Sema 40 years. Sema amen. 40 what? 40. Lakini in 40 years ndio wamepatana na nani? Ambia mwenzako, it is not too late for God to bless you. Miaka 40. Leo nataka nikutangazie. Unaona hii mzee yake imekuwa ikisumbua. Amen. Hii mwaka italainika. Amen. Amen. Na anaenda kuabudu Mungu wa haki na kweli. Amen. Amen. Nimeenda kuona nikaona wewe na mzee wako munaenda kwa shosho. Amen. Na kufika kwa shosho nikaona mnapiga magoti mbele ya shosho. Amen. Na mnasema mama tubariki. Amen. Mlikuwa mmebeba sadaka na mmebeba mnyama anatembea. Kasema mama tubariki. Amen. Nataka nikutangazie kwamba mfanye haraka. Amen. If you are not going to do very early. Kuna mambo niliyaona jana na Mungu akaniambia nifunge mdomo nisiongee. Nilikuwa pale. Kwa hivyo vyovyote unavyofanya enda mfanye haraka. Amen. My name is Samuel. Amen. Biashara iko namna gani? Iko mzuri. Iko vizuri. Sawa? Mungu akusaidie. Have a seat. Kaa chini kidogo. Sir, what do you do? Unafanya kazi gani? Ni wewe naongea na wewe. Hii kazi yangu ni ya kupika chapo. Ya kufanyaje? Ya kupika chapo. Ya kupika chapo. Aha. Unatoka wapi? Burundi. Burundi. Yes. Okay. Sikiliza. Mungu ni mwaminifu katika maisha yako. Na leo hii this guy angekuwa mbali sana. Huyu mtu simjui, ndio nimemwona leo.
Lakini leo nataka nikutangazie ungekuwa mbali sana. Lakini kila unapopata pesa, pesa zako zinatoroka. Pesa zako zinaisha, hazina msaada wote. Na leo hii badala upande unashuka. Ndugu yangu, wacha nikwambie, yule mwenye alikuroga ako Burundi, na anasema kwamba hakuna kitu hata moja utawahi jifanikisha, because I'm seeing you ukiwa unataka kujenga nyumba. Ati nini? Kujenga nyumba. Lakini any moment unapofikiria kwenda kufikiria hilo jambo ili ukaweze kuliinua, hiyo mawazo inakuja inatoka. Unashindwa, ni nini kinafanyika na maisha yangu? Wacha nikueleze, kutoka leo maisha yako yapate mwangaza. Mungu akupiganie. Amen. Na kuna vita umesimama ndani, hizo vita Mungu akunyanyue ndani. Amina. Upate amani na utafute Mungu kabisa. Amina. Maana ninaona leo anasema kwamba wacha niende kanisa, maana nimekaa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Unaenda kanisa wapi? Huku nimefikisha kama miaka 2. Niko kwa juu kazi yangu haina off. Lakini jana nilimwambia boss wangu, jana nataka off ili niende kanisani. Maana mimi nasikia kuja kanisani. Ndio maana nasikia hivi anasema kwamba mimi nimekaa, angalau acha tu niende kanisa this time, nione tu kama hizi fitina na hizi maneno na hizi mavita ninapitia zinaweza isha. Ndivyo nasema, si ndio kweli? Yes. Mungu wa mbinguni amekuponya na amekuepusha. Kuna kesi. Kuna nini brother? Nimesema kuna nini? Kuna kesi ambaye iko mbele yako. Hiyo kesi Mungu aiondoe. Afanye nini? Aiondoe. Ama aione ndio muone ninaongea ukweli. Itendeke ndio, si ndio? Mungu afanye nini brother? Aiondoe. Aiondoe. Mke wako kwa wapi? Ako Burundi. Uliongea naye mwisho ni gani uliongea naye? Wiki moja imepita bila kuongea na yeye. Wiki moja imepita bila kuongea na yeye. 1 2. Watoto wako ni wangapi? Ni 2 tu. Cause I'm seeing 1 2. Watoto wangapi? 2. Ukitoka hapa wewe ndio mpigie simu. Kisha mpigia simu atakwambia kwamba kuna mtoto ambaye ni mgonjwa, anakutafuta akupati. Unasikia? Na as we talk right now, not unless wewe ukope. Juu hata ukipigiwa simu saa hii hauna hela. Lakini mtoto ni mgonjwa. Ukitoka hapa ndio upige simu, Mungu anaenda kutengeneza njia na utaona mkono wa Mungu. Zaidi ya yote Mungu akondolee, how do you call it? Ndoto. Hiyo kuna maprofesa nimesikia this time wanaota vitu. Sikia mtu anakuja na kwambia nimeota fulani anani fulani. We baba, hizo ndoto mbaya Mungu aziondoe. Kaa chini. Sina muda mwingi sana. Ule brother ametoka wapi? Wewe simama. Pole tu, askari wangu sikanyage watu. Haya. Wewe brother, umetoka wapi? Kayole. Umeletwa na nani? Nafanyia kazi huko. Unafanya kazi huko? Kazi gani? Nafanya Kampuni? Yep. Huko kuna kampuni? Nafanya Westlands. Oh. Sikiliza. Mungu wa mbinguni akusaidie. Na Mungu wa mbinguni akutetee. Ninaondoa kesi ya kuwekelewa mbele. What is wrong with this case? Kesi ya kuwekelewa. Na natangaza kwamba maisha yako yapate mwangaza. Manake maisha yako mpaka wa leo yako kwa giza. This guy standing here amesimama for his own. Amesimama peke yake. Hana mtetezi. Halo? Ninachokiongea unakielewa? Maana umetoka wapi? Umezaliwa wapi? Makueni. Makueni. Mkamba wewe? Yes.
Sikiza, kuna roho ambaye ni roho ya utenganisho katika jamii. Kila mtu amesimama kivyake. Naeleweka? Brother, nitakupita. Kweli? Kwa sababu naona kila mtu anajipigania kivyake. Sasa wewe ukiwa kwa shida, pambana mwenyewe. Unanielewa? Pambana nini? Mwenyewe. Halo? Kuna mwanamke, na sijui nitamuita mwanamke au nitamuita mwanadada, analia na analia sana juu yako. What is going on? Kuna mdada yuko pahali naona analia sana kwa sababu yako. What is going on? Ni nini? Why? Nirudie tena. Nirudie tena. Sujibu tu nikusaidie, because mimi kuna kitu nakiona na ni very dangerous. Whatever I'm saying. Yes. Ongea tu. Ongea usaidike brother. Hadi sijui nisemaje. Wewe sema tu. Si aseme tu asaidike. Si ndio? Kwa nini atakuwa wa kwanza kusaidika? Si ndio? Haya, sema brother. What is going on, sir? Why does she crying? Mbona analia juu yako? Sawa. No. Acha. Unajua mtu akikataa kuongea, ako na reasons zake, si ni kweli? Amen. Amen. Lakini umeoa? Bado. Haujaoa. Umekuwepo kwa mahusiano mangapi? Kadhaa. Ili uhusiano la mwisho liko wapi? Yes. Wacha niongee hii. Si niongee kwa sababu amekataa kuongea. Ukisababisha mwanamke ama mdada aliye kwa sababu yako, kwa sababu ya kitendo umemtendea, mwishowe ile machozi inaweza kosa kuzaa leo, lakini siku zinakuja itazaa. Kwa hivyo ni heri uongee brother, wakati Mungu amenena, ukaweze kuondolewa hiyo kitu na karaana. Maana Biblia inasema kwamba na laana isiyokuwa na sababu haiwezi kumshika mtu, lakini ile iko na sababu inamkamata mtu. Kwa hivyo, kwa sababu hilo limeonekana katika ulimwengu wa rohoni, tayari imedhibitishwa kwamba liko shida juu yako. Zaidi ya yote, Mungu akusaidie na akupiganie. Sawa sawa? If unataka mambo yako yakuwe private, book appointment on Friday, nikute pale kwa ofisi nikuongeleshe zaidi. Is that okay? Sawa. Good. Hiyo ndio anataka. Asikia hapa ni kubaya, tunaanika. Sema amen. Usiwe na shida, usiwe na tatizo, sema amen. Usiwe na nini? Usiwe na shida wala tatizo. Brother, how are you? Yes. Where are you coming from? I come from Migori. Migori. Aha. So, unafanya kazi gani sasa? I'm a military. And I'm an officer. You are an officer. Based at Langata Barracks here. Okay. Wow, that's nice. God has a plan with you. Amen. Sawa sawa? Yes, sir. Mungu ako kwenye nini? Ako kwenye mpango mwema na wewe, na anataka akusaidie. Amen. There is this guy ametoka. Jamaa ametoka, my God. Kuna ushuhuda nilikuwa nataka niutoe naye. Mnakumbuka Wakristo wakati huo, mnakumbuka kwamba kuna askari alikuja hapa nikamuombea, alikuwa anatumwa Mandera. Mnakumbuka? Na nikamwambia kwamba there is a danger. Unajua aliomba afanye nini? Asiende. Si ndio? Atolewe kwenye list. Ikashindikana kabisa. Lakini nikaendelea kuomba naye mpaka dakika ya mwisho. Akaniandikia message hapa, akaniambia tayari Mungu ametenda. Sababu what I saw
What I saw. You remember I was here. And I spoke in here. Hata rekodi kwa hapa. Amen. Na nikamwambia kwamba kienda uende kama umeaga mtoto wako na bibi yako. Praise the living God. Uende kama umefanya nini? Nani na nani? Sa Mungu akulinde. Manake maisha yako imekuwa ni bump. Imekuwa ni ya nini? Bump. Milima na kufanya nini? Na kufanyaje wapendwa? Na kushuka. Let me talk to you. God is about to bless you. Are you married, sir? Yeah. Just wait. Just wait. Just wait. Just wait. Malo sakola ela rando peko. Sema amen. Mambo ni mpola mpola. Pole po. Sema amen. Sir, can I talk to you? Yes, sir. God wants to bless you. Amen. But I'm seeing in front of you, there is two ladies. Hello? Yes, sir. Are you there? There is two ladies. But you don't like this one. You like this one. I hear you telling the other lady in a chocolate ski, baby, shindwe. Enda wapi? So, sir, are you seeing me? Yes, I can see. There is a chocolate and there is a brown here. But this chocolate, you are like, don't worry, baby. Me, I don't like. Because here, there's no peace. There's no anything there. Mimi nimechoka. I don't want to die early. So I found peace with you. So please, na wewe unadegedeane. So amen. So me, I want to rest my life. Not rescue. Ninataka nimalizie maisha yangu na nini? Na wewe. Sir, is it true, sir? It's true, and she knows the story. It is true, and she knows the story. Where is her? She's a Pokomo. She's a Apokomo. Abokombo. Yeah, from Bura. She comes from Bura. Pokomo. There is a tribe called Pokomo. Here in Kenya. Pokomo. Nakapaku. Pokomo. So, but you have decided to go to Ukamba. Yes, sir. Malika la dabada. Yesu ninakuomba. Nipe nguvu. Sir, Yes, sir. the Lord bless you. Amen. I want to pray. Tell her to stand now. My God. Na hizi vitu zinaendana eti. We. Kumbe ulikuwa umepewa Lea. Sasa ndio umepata Rachel. Ndio ulikuwa unateseka. Unaimba wa kinani pale na sometimes na nafanya kinyasa nasikia. Ulikuwa wapi kipindi nalizwa? We, hiyo ni ya Loverboy. Sasa sikiza na kueleza hivi. But can I shock you? Yes, sir. Okay. Peleki your microphone hivyo. How are you? I'm good. I am seeing doubt. You are doubting this man. Whether anakupenda ama kupendi. You have a very strong feeling that he's not serious with you. Even you wonder, what is this? Stop it. Ashame the devil and praise the Lord. Is it true or false? Ni kweli. Umesikia maneno Bwana Afande? Yes, sir. Na heshima zote. Kabisa. Sema amen. But can I confirm something? Yes. This guy loves you. Thank you. Huyu jamaa anakupenda. Huyu jamaa anakupenda na ukimpoteza, good morning, goodbye. Goodbye. Ukimpoteza, goodbye.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo sikiza, this is a real person, na wewe huu ndiye mtu. Unaona huyu ako na roho ya utu, ako na roho ya utu. She's a wife material. Nimekiongea. Simo, mpige makofi mazuri ya kizungu. Kamera umani. She's a wife material. So hapo nafaa kuongea pia. She is a husband. She is husband material. His wife. Bwana afande, shika huyu dada, mtaenda mbali. Unanielewa? Na ninaomba tumpange siku mkuje mnione pale, niwaulize maswali mawili matatu. Sababu mimi ni mtumishi wa Mungu wa haki na kweli. Mbinguni ndio ninaenda, siendi jehanamu. Sawa sawa? Ndio tuangalie, niwaeleze hapa na hapa na hapa, alafu kesho yake sasa tuanze kupanga vile tutaenda huko. Mama kule nyama, kule mbuzi, tukatike kama niko na wakamba hapa. Tukianza na Cynthia hapa tu. Sema amen. So ninataka ni cancel kitu inaitwa transfer. There is a transfer and it is looking for you. And where you are going, where they want to take you, there is a war. It's true. Is it true, sir? It's true. Part of last month I was in Lamu, and that is how it starts. There's a war. So you want me to cancel it? Yeah, sure. I would love that. Because we don't want to lose you in the age of 30. Sema amen. Hataki kufanya nini? Kumpoteza. Huyu ni mtumishi wa Mungu na ni mtu ambaye anapenda Mungu. Hataki kumpoteza. Anategemewa hakika. Na katika hilo mimi nitakuombea Mungu akulinde na Mungu akusaidie. Lakini zaidi ya yote kabisa, akuondolee utu tusichana tunakufuatafuata, atukata. Anipe sadaka nifagie. Anipe sadaka nifagie. Anipea sadaka nifagie hiyo wanawake na. Thank you. Have a seat, I'm coming back. Sema amen. Acha pombe. Wacha sasa nikutabirie kabisa. Hii kitu tembee nayo. Sema amen. Wacha nimwambie ukwe. Ili Mungu asikuje kuniuliza mbona nilikuletea mtu hapo msaidie na hukumsaidia. Amen. Sunday si niliwacha hangi na nikakimbia. But mjue kuanzia next week tunamaliza ibada saa 8 kamili. Sema amen. Na niko very serious by the way. I'm very serious about it. Amen. Sir, let me tell you something. Wacha nikwambie, unaelewa lugha gani mzuri kabisa? Kiswahili. Haya, Kiswahili wacha nikiongee. Sema amen. Kuna kitu shetani anapanga, na hii kitu anapanga ilipangwa kutoka the moment ulianza kukunywa pombe. Pombe ya huyu bwana ameikunywa ikiwa ni pombe ya Kinyarwanda ambaye inatengenezangwa kwa mandizi, kwa manani fulani hapo, inawekwa place fulani, inakaa kama ile pombe ya wanani Muratina. Unanielewa? Sasa huyu ninaona napewa pombe kwa kikombe, inaenda kukaa kama kala chocolate. Na mnakumbuka zile vikombe za nini ziko na za chuma? You see? So naona napewa, na wakati napewa kuna kitu imerushwa ndani. Are you getting me? Are you getting me? Ulilelewa na nani? Na mama. Na mama. Baba Alikufa kitambo. Pole babangu. Kuna wakati umelelewa na mama, na kuna pahali kwingine ulienda ukalelewa na mtu mwingine ambaye si mama yako. Zi ni kusema nini? Okay.
Munisaidie jamani, maana kuna lugha zingine sizielewi. Sasa sikiza, mimi naona ukiwa unapewa pombe ya Kinyarwanda na unakunywa, lakini ile pombe tayari imepoizoniwa. Sasa hawakuwa wanataka kumuua, walitaka kumuharibu, maana huyu ndiye alionekana kusaidia maisha ya mama yake. Are we together? Huyu ndiye alionekana kujenga maisha ya nini? Ya mama yake. Lakini tayari wakasema kwamba hakuna kitu kitapatikana katika hili nini. So kile walitupa pale ni pombe. Leo hii hata akijaribu namna gani, huyu bwana hawezi acha pombe. Na kuahidi ukweli wa Mungu, because vita na nyweshwa ni uchawi imetoka Kongo, sehemu inaitwa Goma. Nanielewa? Nikaona hizo vitu zimetokewa huko, nikaona ameletewa, zikakuja vikakorogwa, akapewa, na ilikuwa sehemu katika mkutano wa kifamilia, na naona akipewa na one of the family member, tena mwanamke. So shida yako sio vile unavyoiona tini physically. Huyu leo anaweza kuwa na pesa taslimu 20,000, 50,000 yote magai, huyu atakunywa yote. Ish. Ukweli uko na siku nilikunywa 26,300. Ukweli asubuhi mimi nikaamuka, kuamuka nikasema mbona nakunywa pombe hivi? Nikajiuliza, si uongo abe pastor naongea ukweli. Nikaambia uko na mtu anazanitafutia dawa, hiyo dawa ya kuacha pombe. Sijawahi enda kwa mganga. Nikamuta kaniambia Kabisa. ati nilipe pesa nikutafutie dawa. Nililipa hela, hiyo niyo mara kwanza nilienda kwa huo mganga. Nikalipa hela 15,000 ya huku. Akaniambia wewe enda ukunywe hii dawa. Ukikunywa hii dawa au utawairudia pombe. Guys. Nikakuja nikajisahau kidogo, yani kama venye unaza kaka kidogo. Baadaye atafuta kama wiki 3. Nilikunywa hata zenye sijawahi kunywa kwa hizo wiki nyingine nilikuwa naacha. Nilikunywa. Ukweli nilikunywa mingi sana. Mimi nikaona hii pombe sasa ni pombe gani tena nakunywa. Nikasema maishi kwa hivyo. Sasa pastor ananiambia hata nazaniombea niache. Kama nilienda nigapewa dawa, hiyo dawa hata pombe sikuacha. Muniambie. Mimi hata siku zingine na kunywanga, nikimaliza kunywa asubuhi naangalia, si nilikuwa najitanda, najipata nalala kwa carpet. Mimi nimenunua jitanda na mattress, silale kwa hiyo jitanda, nalala kwa carpet hapa chini. Najiuliza sasa hii pombe ni pombe gani nimekunywa? Sasa pastor ananiambia nimejaribu yangu yote, nguvu zangu zote imekataa. Na mimi nazatokea Monday mpaka Saturday sijawahi onja, lakini fika Saturday jioni, juu najua Sunday isiingiangi kazi. Ikifika Saturday jioni, sijui nguvu inaniambia na nipeleka hivi, inanionyesha kwa ba. Nikunywe duseme mimi nikunywe uketi hapa. Naambia mpewe. Bana pia nyinyi mnakunywa. Yaani mimi naona hiyo ndio furaha. Na pesa siku zingine napata sina. Ukweli. Mimi nimejaribu muda mrefu nimekataa kabisa. Sawa. So umesikia kitu kinakuinda kwamba ni nini? Ni kifo na kufirisika. Unaelewa? Mungu kuanzia leo umejaribu waganga, imeshindikana, lakini hujamjaribu Mungu. Waganga wameshindwa ni sawa, lakini Mungu hawezi shindwa. Kile ninakuombea ni kwamba patikana katika ibada. Patikana katika nini? Katika ibada ya maombi. Sasa mimi kuimwishoe kukuona, nilikuona sijui miezi ngapi imepita? Last year. Mungu akusaidie. Sema amen. Pastor, Mungu ananipenda. Kwa kweli? Ukweli. Anakupenda baba. Sijawahi kosa hiyo hela ya kukunywa. Yewe, nimechoka. Goodbye.
anakupea pesa ndiye anachangia shida. Mungu akusaidie. Sawa? Kaa tu hapo chini nikuje nikusaidie. We. Bwana asifiwe. Haya, simama. Unaendeleaje? Poa. Unaitwa nani? Mary. Mary nani? Mbide. Minde. Mbide. Mende. Mbide. Mbide. Oh, ningeshangaa. Mary Mende. Sema amen. Umesoma mpaka wapi? Form 4. Form 4. Baada ya form 4 what happened? Guza tumbo lako hivi. Guza kabisa na ufinye. Finya kabisa. Ako wapi Judy? Kuja finya hii tumbo. Na usifinye na ugari sana. Achilia. Very nice. Okay, sawa. Dada. Umeolewa? Hapana. Umewahi olewa? Okay. Hii tumbo yako kuna wakati umebeba mtoto akatoka? Hapana. 1 2 3 4 5 guy. Umekwepo na boyfriend wangapi? Amecheka. Na nitawahesabu wote saa hii. Saa hizi wewe ni msaada mkubwa sana kwenu. Wewe ni nini? Msaada mkubwa sana kwenu. Nataka ukemee roho ya single mother katika maisha yako. Mama yako kwa wapi? Kwa nyumbani. Baba Alikufa. alikufa. Lakini sasa hivi tunavyoongea, unaona sasa hivi tunavyoongea, namba kubwa pale nyumbani, single mother. Na nielewa, ninaeleweka kenye nasema. Unajua kenye ninaongea. Nataka nikwambie kusema ukweli wa Mungu. Sikujui ndio nimekuona, lakini nimeona question mark katika maisha yako. And let me tell you, if you are very keen today, omba Mungu akuondolee roho ya rejection, roho ya maisha ya kuunganisha. Otherwise hii Nairobi dada, utakaa kama kahini kuzunguka huku. Unajua hiyo ni roho. That is a spirit. Kusaidiwa paru naka hapa. Mungu wa mbinguni ameniambia kwamba hakika kuanzia leo anza kuomba ukiwa serious. Hii maneno unakuja tu uremba hakuna ambaye na kupeleka dada. Yesu ndiye atakupeleka pale na atakusaidia. Unanielewa? Mwanaume nani? Muongee vizuri. Nani mama? Mwanaume atakutaka wakati hauna shida. Halo wanaume? Sina ndio hao wameketi hapa? Sema amen. Watakutaka wakati hauna nini? Lakini siku unapata shida watafanya nini? Watakimbia. Unaelewa mwanangu? Kwa hivyo Mungu akusaidie. Manake wewe ulionekana na nyota ya kubadilisha maisha ya nani? Ya mama yako. Leo hii tunavyoongea, wewe ndi umebeba ile kitu inaitwa breadwinner. Bread nani? Winner. Unanielewa? Wewe ndio tegemelo. Wewe ndio unaangaliwa sai. Tunakuwa nasikia sauti zikisema kwamba tunamwangalia. Kama Mungu hatakusaidia, sisi tutakaa namna gani? Mungu akusaidie Nairobi. Yaani unaombewa. Dadangu naombewa. Unaombewa. Juu hii simu yako nasikia tiriri. Mungu akusaidie. Na akupiganie. We, kama kuna siku ya kukuwa serious na Mungu ni mwaka. Unanisikia? Kama kuna siku ya kuwa serious na Mungu ni mwaka.
Kwa very serious. I'm telling you. Kuna vitu vitatu vinakutafuta. 3 things. Na hizi ni madhabahu ya nyumbani. Na kuambia ukweli wa Mungu. Haki ya Mungu. Vitu 3 vinakutafuta. Na mwishowe vinaweza vikakuweka chini bila wewe kujua. Na ni kwa sababu ya roho safi yako, utu wako wema, mwishowe ukapigwa tukio moja na shetani ya kule ushago. Na kuambia ukweli wa Mungu, hawataki. Na nakwambia vita vyako vya karibu sana vinatoka kwa nyumba ya mama yako. Ni ukweli. Hawakupendi. Ndio, ni ukweli. Sema ni ukweli. Kuna wengine wako radhi kukupeleka kwa wachawi. Wako radhi sahi, wako radhi kukupeleka kwa wachawi ili wakuone umeangamia. Unakuaje na pesa na hawana, na we mwenyewe hata pesa hamna, ni kung'ang'ana tu hapo na pole fanye vitu fulani. Mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akulinde na akusaidie na akupatie ndoa safi, ili jinsi zao ziliharibikaga. Because let me talk to you. Haki Mungu moja. Nimetembea katika ulimwengu wa rohoni, nikaenda kwenu. Zaidi ya dada zako kadhaa wako katika ndoa ya pili. Wako katika ndoa ya pili. Ukweli. Wako katika ndoa ya pili. My name is Prophet Samuel. Wako katika nini? Ndoa ya pili. Yaani maana yake ni nini? Mume wa kwanza aliondoka, wakapata wa pili. Naongea ukweli? Ni ukweli. That is true. And that is what they are totally fighting. And every time ninasikia wanakuuliza, utaolewa lini? Utaolewa lini? Kwani uko na deni yao ya kuolewa? Wananiulizanga hivyo. Utaolewa lini? Utaolewa lini? Wewe hata kama unaweza kuwa umeshakomaa wa kutafuta mume, ngojea wakati wa Mungu, hautahangaika. Lakini kwa presha yao ukienda kutafuta utahangaishwa. Wewe unasema nini? Sema amen. Kwa sababu ni matako yao ahangaike. Mbona sihangaike kama sisi? Kwa nini? Mungu akusaidie na Mungu akupiganie na akuepushe katika jina la Yesu, ukae maisha mazuri. God bless you. Dada, how are you? Sasa uko namna gani? How are you? Uko vizuri? Umepona? Unapumua pumua kama kihore ama? Unapumua pumua namna gani sasa? Wednesday na jana nilikuwa nimelemewa kiasi. Ulikuwa kiasi. Mungu wa mbinguni akushughulikie kabisa milele na milele. Sema amen. Amen. Brother, simama. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Miaka 3 ambayo iko mbele, sikuoni Kenya, sikuoni Burundi, sikuoni Rwanda, sikuoni Uganda. Ninakuona ukiwa umepanda ndege na kuhesabia nchi ya Amerika. Amen. 1 2 3. Miaka ngapi? Miaka 3. Nasikia Mungu amebadilisha maisha yako completely. Sikiza. 1 2. 1 2. Kuna watu wawili wako nje wamekunyamazia literally na walikuwa wanakusaidia. Kuna wakati walikuwa wanakusaidia, wanatuma sente. Na nielewa? Yes. Amen. Amen. Wewe, kwani uko na dhambi? Mbona iongei? Umerogwa. Sema amen. Amen. Sai wamefanya nini? Wamenyamaza. Kuanzia leo na tangaza kwa jina la Yesu, wafunguke, maana hawajamaliza kazi. Waongee mara moja kwa jina la Yesu. Haya, simama brother, maana umenyosha mkono sana. Simama. Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Are you there? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Miezi 4 ambayo imepita. Unanielewa? Yes. Sasa tunavyoongea kuna kesi ilikuwa inaundwa na ilikuwa mbaya sana. Ingekupeleka kwa jela maana nilikuwa ukikatiwa rufaa 1 2 3 4 5 6 7.
7 years ndani ya jela. Mungu akaniambia kwamba alikuepusha na mipango yao. Amen. Unanielewa? Sasa sikiza nikuelezee. Sikiza nikwambie. Kuanzia leo, kwa nguvu na mamlaka ya madhabahu haya, maisha yako yamepata ukurasa mpya. Amen. Na hii Nairobi hautaendelea kuwa mtumwa. Wapendwa, ninataka niwaombee kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Kupata kazi na kutumika si mbaya, lakini hata we siku moja ukuwe mdosi. Amen. Ah. Amen. Nasema hata we siku moja ukuwe nani? Mdosi. Katika jina la nani? Yes. La Yesu. So kwa hivyo kuanzia leo enda weke kwenye diary yako. Yes. Kuanzia leo kwamba Mungu amekupatia kazi yako, utamiliki hapa nini? Nairobi. Kuna kampuni ya security. Nanielewa? Yes. Ambayo inafaa kuzinduliwa na wewe. Na utaanza na watu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Watu 9 ni utaanza na wao. Utakuwa unapeana watchman. Utaanza kama unapeana watchman. Security firm. Ndio hiyo sasa. Nini unaogopa kwa? Hiyo unasema unacheka. Unanielewa? Nakuelewa. Hayo mambo yanaenda kufanya nini? Yanaenda kutokea. Amen. Now, nasikia kitu kingine. Ninataka kuanzisha kazi, bibi ni mtume nyumbani, aende nimwekee duka nyumbani. Nilikuwa nimeongea mwaka jana hiyo. Sasa Mungu anasema kwamba la, bibi haujaoa ushago, bibi umeoa wa maisha. Nimeipata Nairobi. Na mkae na nini? Na mkae na yeye. Ndio huyu hapa. Ako wapi? Niliwaambia nitamleta. Na ulikuwa umetuambia bwana. Haya, mami. Bwana asifiwe. Ni Mluya. Eh. Haya, malai. Sana. Hey. Haya. Hey, mambo ni masuri. Bwana asifiwe. Amen. Uko salama? Niko poa. Mungu amesema usiende ushago. Haujaolewa ushago. Amen. Yes. Umeolewa mkae na nini? Na yeye. Na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mke wako mkae na nini? Pamoja. Na yeye pamoja. Sawa sawa. Sawa sawa. Yeah. Mama, Bwana asifiwe. Amen. Ukali acha. Ukali nini? Wacha. Wakakuona ukicheka kanisani. Wewe ni mkali sana. Sema amen. Amen. Wewe ni mkali? Wewe ni mkali si mkali? Mkali. Kweli tena. Si unasikia? How are you? So, Mungu akusaidie, weka ukali chini, ukaweze kusaidia kukaa na mzee wako vizuri, na Mungu atawapigania katika jina la nani? La Yesu Kristo wa Nazareti. Nyosha pale kwa ule dada mweupe ule wa kutoka Taita. Haba sita. Dada, Bwana asifiwe. Nakuja namna hii maana nasikia Roho ananituma pande hii. Sijui mbona. Bwana asifiwe sana dada yangu. Amen. Uko salama? Yes. Mzee wako vipi? Ako poa. Ako poa. Yes. Kabisa. Unamuombea? Mungu amuepushe ugonjwa. Sema ugonjwa. Mgongo inaenda kunimlipua. Inafanya nini? Namlipua. Inaenda kumlipua na atalala mwendo wa wiki 1 2 3 wiki 3. Atalala kwa nyumba. Unanielewa? Na sasa nilikuwa namuuliza Mungu, huyu mzee akilala na wife ninaona kazi wa 3. Sema amen. Watakulaje na watasaidika namna gani? Unanielewa? Mungu akaniambia kwamba nikwambie leo tuombe. Tuzuie hilo jambo. Sawa? Amen. Lakini nataka nikusaidie. Na nikikusaidia wanawake wenzako walio kwenye ndoa wasikie haya. Sawa? Usikasirike na kuanza kuwa mwepesi wa kutamkia mume wako maneno makali ya kumlaani. Halo? Yes. Hata kama hiyo pesa ndiyo inafanya na nidharau hivi, fadhali hata Mungu amnyime kabisa. Good morning. Are you there? Yes. Ninachokiongea unakielewa? Yes. Unatamka utamki? Wanatamka. Unatamka tena maneno magani? Makali. Sema makali wewe. Makali. Si ndio? Yes. Na unamtamkia maneno ambayo unajua hata wewe yakihappen hata wewe yatakudhuru. Maana kuona wakati mwingine unakaanga hivi unaanza kusema sasa jamani, na hili likitimia litakuwa namna gani? Litakuwa namna hiyo. Hata wewe utalia.
hata wewe utalia. Are you there? Yes. Mungu wa mbinguni afanye nini? Akusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. May God help you. Amen. Amen. Yes, dada, huyu na amechoka. Uwe. Sema amen. Bwana asifiwe sana dadangu. Uko salama? Niko poa. Umetokea wapi? Kamiti prison. Kamiti prison. Kamiti prison. Ya, nafanya kazi kule. Hebu nyosha hivi mkono wako hivi. Nyosha kabisa. Aha. Kazi ya nyumba. Ya. Very nice. Kazi ya nyumba. Lakini naona umechoka, unasema kwamba mimi kazi nimechoka, nataka Mungu anibadilishie kazi. Ya. Nivyo. Aha. Kuna watu wanaohusikana na wewe, watu watatu. 1 2 3. Ni nani hao? Boss wangu. Bosi wako, mimi nasema damu yako. 1 2 3. Kina nani hao? My sister. Mamangu. Na ango yangu. Haya, guza tumbo lako twende kazi. Nyosha hapa kabisa. Camera woman, unaweza leta ile mkono. Haiwezekani. Sawa, acha mimi nijitafutie. Guza tumbo lako tena. Nyosha hivi. Wow. 1 2. Watoto wawili wako wapi? Wako kwa baba. Wako kwa baba? Ya. Mbona ukawacha kwa baba? Tulikosana na yeye. Mlikosana? Ya. Si nilizani mama akichomoka na mzigo yake. Tulikuwa tumekosana kidogo but tumerudiana. Ya. Uko sure mmerudiana? Ya. Uko sure? 1 2 3. Siku 3 mlikuwa mnaongeleshana nini? Juzi tuliongea na yeye juzi. Mlianza vizuri na kumalizia mlimaliza namna gani? Tulikuwa tumeongea mambo na watoto. Na mwisho wa conversation iliisha namna gani? Alikuwa anahitaji pesa ya vitabu ya watoto. Kati ya wewe na yeye nani aliongea vibaya kwanza mwingine? Uko kwenye kiti cha enzi, ongea ukweli. Sasa sikiza nikueleze. Hiyo ndoa inastahili maombi. Manake iwe wewe, iwe yeye, mumerudiana shauri ya watoto, lakini hamjarudiana kwa upendo. Halo? Yes. Unanielewa kanya nasema? Yeah. Unajua kwa nini? Sababu enzi amekuacha na kuona ukiwa na boyfriend. Halo? Yes. Boyfriend ni kumaanisha rafiki mwanaume. Sawa? Yeah. Na yeye pia ametoka na muona kuna mwanamke. Yeah. Kwa hivyo wewe umechomoka naye amechomoka. Ila mmeenda mmegonga mwamba, kila mtu mwamba. Pum, pum, mkarudi. Ninachokiongea nakielewa dada? Nakielewa. Sawa. So mumerudiana kwa shauri gani? Juu ya watoto. Yes. So saizi kakiumana anasonga nayo. Sema amen. Sema amen. Siku zinakuja endo ufanye mambo ya video production. Simama. Fanya mambo ya video production na ufanye mambo ya IT. Unanielewa? Tafuta kabisa jinsi utakavyoweza hizo vitu. Manake siku zinakuja unaenda kuwa na kitu kinaitwa studio. Studio kali sana, nzuri sana ya kupendeza. Sababu wewe moyo wako umejaa muziki, umejaa hizi vitu za, hizi vitu za nani? Amen. Ama namna gani? Hata mimi ni pianist. Pianist. Unaona vitu kama hizo? Na hizi vitu hizi makamera hizi vitu nenda ufanye, unaenda kufanikiwa. Na unajua ukifanikiwa what is going to happen? Utasaidika. Mungu atakusaidia na wale karibuni
nimwambie neno ngumu sana jamani, sababu huyu mtoto kuna wakati kipindi fulani maisha yake hakuaishi huyu. Mama yako wewe mnazaliwa wangapi? Wawili. Wewe ni wangapi? Wa kwanza. Sawa? Sawa? Wakati unapatikana babaka ako wapi? Ako nyumbani. Wanaishi pamoja na mama? Kabisa. Sasa sikiza, mimi naona wakati mimba ya huyu kijana ikiingia, mama akakaa ni kama ana resist kidogo. Unanielewa? Sasa ikawa kulikuwa na mawazo ya kutoa mimba ya huyu. Unanielewa? So huyu hakutakiwa kuishi, lakini Mungu akasema huyu afanye nini? Aishi. Sasa huyu maisha yake yote, ngoja naenda kumuuliza swali usikie. Maisha yako yote yamekuwa ni bahati. Yamekuwa ni nini? Bahati. Unaishi kwa nini? Kwa bahati. Unanielewa? Nisikilize brother, usitingishe kichwa. Sisemi unaishi bahati, nasema unaishi kwa bahati. Unaelewa? Manake wewe njia zako mingi sana zinakujanga ina miracle way. Hata mafanikio ya huyu kijana yakija yanakuja ina miracle way. Nakudanganyia? Naongea ukweli kabisa. Kwa hilo sasa nataka nikwambia kwamba Mungu anaenda kukuconnect, because mwishowe nimeona ukifanya kazi na wazungu. Amen. God is going to connect you. Amen. God is going to make you a greater person in your family. Amen. And you are going to see the hands of God upon your life. Amen. Mungu akusaidie. Kuna kipindi karibu akufanye mwenda wazimu. Kuna kipindi umejaribu kujiua. Umejaribu kujiua mara ngapi? Ongea kwa haraka, nataka kusaidia watu, masaa imeenda sana. Mara ngapi? Mara mingi sana. Si kweli? Sasa sikiza, kuanzia leo katika jina la Yesu, Mungu akusaidie. Mungu afanye nini? Akusaidie. Tumbo lako wakati umeliguza, nimesikia kitu inaitwa abortion. Umewahi fanya abortion? Yeah. Mara ngapi? Mara tatu. Bwana asifiwe. Uliomba Mungu msamaha? Kabisa. Yeah. Ulimwambia Mungu pole, nimekosa tu, Mungu pole, Mungu hata weelewa, pole Mungu. Ulisimama hivi ukatoa dhabihu ukasema kwamba na hii dhabihu nitetee. Nilimwomba Mungu anisamehe. Lakini hukutoa dhabihu ya msamaha. Sikutoa. Haya. Sawa, good morning. Sema amen. Sema amen. Amen. Nicole, how are you? Haya. Do you know God wants to bless you? Yes. God wants to bless you. Amen. And God wants to lift you to the next level. Amen. I mean, you are going to see the hands of God upon your life. Amen. Are you getting? Yeah. And this is what I'm seeing. I'm seeing 3 connections. There is a connection, ambayo connection inakuja, naona ni ya nje, abroad. Kusoma kwako university hautaimalizia hapa Kenya. University yako utaimalizia ng'ambo. Amen. Are you getting? Yes. You are a lucky baby. Nimekiongea? Najua naongea na msomi. Sema amen. Amen. You are a lucky baby. God is going to bless you. Amen. And you carry the star in your family. Yes. May God protect you and protect that star. Amen. Amen. So, hili ndilo jambo nataka ni watume mwende mwambie wazazi wenu. Kuna madhabahu haitaki wasonge mbele. It's true. Sababu kila wakati wanapopiga mwendo wakisema hata kama ni mpango, wamekili mpango. The moment tu wameweka mikakati wanasema kwamba we want to do this project, the devil arise. Wanajikuta wana save pesa, lakini wakisha save pesa mwishowe inakuliwa na kitu hata ikiwa imepangiwa. Ninaongea ukweli, Silvano, be on your feet. I want to talk to you. There is a spirit of stagnation. Yes. Now this spirit is operating like the way Moses aliona Canaan lakini hakuingia. Baraka zako kijana yangu nazionanga ndizo hizi.
lakini kuzifikia na kumiliki hakuna. Unanielewa? Anytime, any day, you are holding a miracles in your hands, lakini haziwezi zikamanifest katika maisha yako. Sasa tunavyoongea ungekuwa mbali sana. I mean, you are supposed to be very far. Are you together? Now, I am sending you, go and tell your parents, there is a spirit which is looking for them to fall. The spirit wants them to fall. To fall. And that is a family matters. Toka nyumbani. Na hiyo spirit haitoki kwa kina mama, inatoka kwa kina baba. Inataka kabisa waingie, washuke na wakuwe maskini kabisa. I am telling you the truth. God is about to fight for you people. Lakini kati yenu nyinyi wawili vile mmekuja hapa, sioni mtu ambaye atamaliza maisha yake hivi hivi. Nyinyi mnaenda kufanikiwa na mnaenda kuinuka na maisha yenu yatakuwa ya mwangaza mkubwa sana sana. Amen. Na mtauona mkono wa Mungu. Amen. May God fight for you and may God do something greater upon your lives. Amen. Amen. Haya, nana kuku. Sema amen. Dada simama. Nataka nikuombee, nataka kumaliza na wewe. Nataka nikuombee cause I'm seeing something very dangerous. Hadi nimesema ninaona nini? Something very dangerous. God is speaking to me. Mungu anaongea pamoja nami. Amen. Amen. Shetani anataka juu chini. Na shetani, nikisema shetani nasema wale waganga wa kule kwenu. Wanataka juu chini urudi nyumbani. Ufanye nini? Urudi nyumbani. Ufanye nini? Kurudi nyumbani. Rudi nyumbani. Na ukirudi nyumbani, utarudi nyumbani ukiwa umebeba maana kuona ukiingia nyumbani umebeba shilingi 5,000 peke yake kwa mkono. Unanielewa? Shilingi 5,000. Na saa hizo shilingi 5,000 hakuna kitu utasaidika, kwa sababu wanataka ukae maisha ya kufirisika kabisa, totally. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. But for you, uko zile za like mimi, umewahi kaa hivi ukasema kwamba nataka nipate kazi ambayo inanilipa mshahara mkubwa sana zaidi ya yenye ninalipwa na mama huyu. Ndio. Na ukamtarajia pahali fulani kama pahali patatu 1 2 3. Oh, kuna maana inahitajika, kuna maana inahitajika, kuna maana inahitajika, hata wale wananihitaji. Umewahi fanya hivyo? Ndio, mara moja lakini. Mara moja. Sasa sikiliza. Mungu anataka akusaidie. Lakini zaidi ya yote, kubali mwitiko wake Kristo. Amen. Kubali nini? Mwitiko wake Kristo. Sunday nimekuombea hapa kidogo tu, lakini mapepo zilimanifest na nikaziona pale huko kwenu, si mchezo. Nanielewa? Kwa hilo Mungu wa mbinguni akusaidie na kupiganie. Na ndio maana ulinyimwa dhabihu ya kutoa ili ukaweze kukombolewa. Ndio. Si mimi wa kwanza nimekuitisha dhabihu. Tena shilingi 1,000 ngapi? 7,000. 7,000. Umeitishwa na wachungaji wangapi? Kama wawili hivi. Wawili hivi. Na mimi wangapi? 3. Ni wao ulitoa? Hapana. Bosi ndiye alifanya nini? Alimtolea. Huyo wiki amekaaje? Amepigwa proper. Niliogopa kumwambia kwamba napigwa juu yako. Ulipigwa huko pigwa? Hata ulimwambia? That was it. Sababu hakutaka huyu asaidike popote pale. Amen. Amen. Okay. Sema amen. Mungu awasaidie. Mungu afanye nini?
Nikurudishe kwa mume. Wajua wewe unajua unatakaje mami? Simama nikwambie kenye unataka. Hata kabla hujaniambia. Wewe unataka mzee afanye nini? Anataka mzee amsaidie lakini wasirudiane. Ama namna gani? Asaidie watoto. Lakini tusimame kwa miguu yetu. Akirudi ni sawa. Saini umekata kauli wewe, moyo wako haupo. Ni ile mdomo inasema lakini moyo. Usiongee kudutia moyo sisi hatuwezi tukakaa na wewe kwa boma yako. Sema amen. So Mungu wa mbinguni anataka nini? Anataka maisha yaendelee. Murudiane na mzee wako na muendelee na kazi ya Mungu. Unanielewa? Lakini iwe roho yako. Unaona hiyo roho yako? Na pia roho yake. Si wewe peke yako, hata yeye roho yake. Bado haijakata kauli, lakini saa hii anasikia pole. Tuliongea juzi na yeye. Na akaniambia roho yake haiko kule. Na kile kimemeki akue huko. Ni mashida. Kwa sababu mwanamke anamsaidia. Ni mwalimu. So huyo mwalimu anamsaidia. So anafanya kazi na NGO. That is why ako huko. So anachuna. Wanange. Jamani tusimame kwa miguu yetu. Simame tu kwa miguu yetu. Sema amen. 1 2 3. Kuna watu watatu huu mwezi kabla hujaisha watakupatia pesa yako, na si pesa kidogo, pesa mingi, kwanza kukulipa. So wakulipe kwa haraka sana. Wanaume wawili na mwanamke mmoja. Mungu wa mbinguni ajidhirishe kwa haraka sana. Amen. Sana. Amen. Lakini nimesikia Mungu akiniambia wakati na hiyo kitu imenisumbua sana. Unione baada ya ibada. Kuna jambo nataka nikuelezee zaidi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Niletee zile bahasha. Niombee watu. Sema amen. Oh Jehova, nimepata. Hebu nipatie na zile za Kempesa pale. Sema amen. Sema amen. Wewe mwanaume kuja tu. Kimbia mwanangu. Wewe unaniangalia wewe. Wewe wa mke wako nani? Wewe. Nataka kuniwekee hapa sadaka. Sawa? Unanielewa? Uniwekee wapi? Hapa sadaka. Hii sadaka unaenda kuniwekea hapa. Ifungue njia zako. Unanielewa? Kwa sababu kuna mambo yanastahili kuzaliwa katika maisha yako katika hii Nairobi. Haufai kushuka wanavyotarajia ushuke. Unastahili kupanda. Weka sadaka. Sawa? Nenda tuweka sadaka hapo. Haraka miko kwa simu utaiweka. Sema amen. Kuna kazi inastahili kufunguliwa. Huyu kijana mkamba huyu. Kuja, kimbia. Harakisha ndio nikaweze kuombea watu haraka sana. Na viongozi msitoroke, tunafanya mkutano wa dakika 5, lakini nimewapromise kuanzia next week by saa 9 tumemaliza ibada. Kuna kazi ambaye inatakiwa kufunguka 1 2 3 4 5 on Friday. Kuna kazi inaenda kufunguka na hii kazi imekaa pending sana. Umeambiliwa hii kazi lakini hii kazi kakaa kwa muda haujaiona. Ipo haipo. Sasa sikiliza, Mungu ameniambia kwamba ukaifungue. Sawa sawa? Ukafanya nini? Kwa sababu ile kazi ukiipata tu namna hii
Nataka nikwambie kwamba unaenda kubarikiwa. My good God, Jehova. Naona nyumba ya matope, lakini naona ukiibadilisha inakuwa ya mawe. Mungu akusaidie. Na uweke dhabihu hapa. Unanielewa? Na hiyo dhabihu apostle tu atakuja atawaambia hizo dhabihu. Na kutokea pale, I want to tell you, your life will never be the same again. Ukinisikiliza na utii sauti hii ya Mungu, utasaidika. Sema amen. There is a daughter of mine here. Na huyu msichana nimemwombea akiwa anafanya kazi ya nyumba. Yuko wapi? Ule msichana alikuwa anakufanyia kazi kwa wapi? Anakaaje nyuma? Kwani wewe kimbia hapa. Nimemwombea akiwa na ujauzito na nikamwambia stop hiding the pregnancy. I can see it. Kaangalia. Akauliza amejuaje? Wewe kimbia hapa. Na uko vizuri kabisa. Huyu amewahi jizaa kweli. Tumbi imerudi flat. Mtoto kwa wapi? Sasa unatembeaje bila mtoto? Au mnataka mzee? Usinipe maji nikunywe. Umenizoea tu maji, kunipa tu maji. Leta hapa nimuone kwenye kamera. Kamera iko wapi? My God, my Father, my Maker. Mtoto ndio huyu. Amezaliwa kabisa. Hebu nisaidie umpatie Bwana sifa na utukufu kabisa. Wow. Huyu babake ni Mnyarwanda. Mnyarwanda huyu. Kabisa huyu. Ama ni yale. Wazee. Hata kama ni kijana hujapata mtoto lakini unatarajia kupata mtoto. Wazee. Wakati mtoto anazaliwa kuja nikwambie baba yake ni nani. Zivunjike kuvunjika. So, dada, Mungu ni mwema jamani. Mungu akubariki. Sasa ndio huyu ameshazaliwa. Baba kwa wapi? Alimuona mtoto? Mnaishi na baba? Hapana. Wamuishi na takuwa mhubiri. Okay. Na wewe ni Mluya? Kini hata kama kuna Unyarwanda lakini kuna Uluya pia. Kila kitu ni kubwa. Sema amen. Naona hiyo mkono kabisa. Mtoto ni Mluya bwana. Unaona hiyo mkono? So, Mungu akubariki na Mungu akusaidie. Huyu mtoto ulikuwa unataka kufanyike namna gani? Ulikuwa unataka kumtoa? Wakati ulikuwa na mimba, ulikuwa unatakaje? Kuna mwenye alikuwa anani-advise nitoe but nikakataa. Nani alikuwa anakuadvise toe? My aunt. Aunti yako akwambia utoe? Na yeye amezaa? Na ako na watoto? So, huyu ni mawe ama ni mtoto? Mtoto. So, anataka utoe huyu? Na huyu ni firstborn? Yes. Wako? Yes. Unasikia upendo wa mama? Yes. Na ujasiri. Sasa unaongeza mwingine lini? Eti anaongeza mwingine lini? Day 25 or 2025. Mungu wa mbinguni akusaidie. Umekuja kutafuta kazi? Bado hujafikiria? Unalea mtoto kwanza. So unarudi nyumbani? Au umekuja kusalimia mdosi? Umeleta mtoto aombewe. Kutoka wapi? Kawangware. Unaishi Kawangware? Okay. Uoni sura yangu inakaa handsome? Unalialia aje? Sema amen.
Mtoto ametolewa Kawangware, ameletwa afanye nini? Aombewe. Haya, uko na sadaka? Ama anaombewa tu nde? Ongea na mdosi akupe, bado ni mdosi wako. Kama hauna seme unani. Na ameng'ara. Hii fashion. Nywele ndio hujashuka. Wewe mdosi fanya maneno. Ako na anti yake. Ule anti alimwambia atoe mimba. Alifukuzwa. Na akakuja huko. Na umebeba ni wako. Unono kama nyumba. Yuko wapi anti yako?